Sijui nani anawafundisha. Ila wakati ukifika katika ndoa, maneno haya yanayeyuka, yanaanza kupungua, yanapungua. Unaanza kuitwa wewe, sio tena dia, wala sio mpenzi, wala sio nini. Sasa kwa sababu hiyo, ule uhusiano wa karibu zaidi ndio wakati wa kumwambia mpenzi wako au mwenzi wako maneno mazuri. Na kwa bahati mbaya tujue kwamba kuna wezi wa ndoa, kuna wanyang'anyi wa ndoa wanajua jambo hili. Kwa sababu mtu anapoambiwa vizuri, anapotendewa vitendo vizuri, yale maneno ya kuunganisha moyo, yanayojenga ukaribu, unayofanya wanandoa wawe imara, yale maneno ambayo mtu haambiwi na mtu mwingine isipokuwa mwenzi wake. Wapo watu wanaovizia na kumwambia mwenzi wa mwingine, anapoyasikiliza moyo unavutwa kwa huyo mtu, na kwa sababu nyumbani hayasikii, basi ndivyo ndoa zinavyovunjwa. Kwa hiyo, na kama mtu ni mwaminifu ndani ya familia, anakaukiwa kwa sababu anahitaji kuyasikia yale maneno, maana hakuna mtu mwingine duniani atakayemwambia, wala hakuna atakayemtendea kwa ukaribu. Ndio maana mwanamke ambaye amekosa hilo, akiguswa tu na mtu mwingine, ameyeyuka, maana hakuguswa nyumbani, haguswi na mwanamume hali kadhalika. Na kwa hivyo wanaweza wakafanya mawasiliano haya kujenga mahusiano ya karibu kwa sababu ya mtu unayempenda. Sasa jiulize, mawasiliano yako yakoje? Wewe unayenisikiliza, katika familia yako, katika ndoa yako, mawasiliano yako yakoje? Angalia jinsi wewe na mwenzi wako mnavyowasiliana. Je, hizi aina 3 za mwisho za mawasiliano zipo katika ndoa yako? Unajua hasa ile aina ya 5, wakati huo mtu anaweza akasema hata changamoto anazozipitia katika moyo wake na katika maisha yake na hisia zake, na yule mwingine anaweza kumhurumia na kumsaidia. Lakini wanaume wengi wanakufa na mawazo mengi kitandani, anageuza kichwa huku na huku mpaka anapata upaa, lakini hawezi kumwambia mwenzi wake. Hawezi, anakufa navyo. Lakini pia huyu mwanamke naye wakati mwingine haaminiki, maana akiambiwa tu kwa jirani, rafiki anajua. Na kwa hiyo kuaminiana hakupo. Kuaminiana kukiwepo, basi hizi aina zitakuwepo za mawasiliano. Wanandoa wanakuwa karibu na Mungu na kuwasiliana naye kwa kupitia neno lake na kuomba. Mnapowasiliana na Mungu kwa maombi na kuomba, maana Mungu naye ni Mungu wa mahusiano, basi unajifunza kupata upendo katika mahusiano yako, upendo wa Mungu. Na huyu upendo wa Mungu ndio unaohama na kwenda kuwa upendo kwa mwenzi wako. Maana Biblia katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 8, neno la Mungu linasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo unajua, huwezi kutenda vitu vizuri pasipo kupenda. Na ukitenda vitu vizuri pasipo kupenda, kuna siku utaacha, au kuna siku utamkumbusha yule uliyemtendea. Katika ndoa ndipo mahali ambapo upendo wa Mungu unapaswa kuaksiwa kwa wanandoa.